jembe makana ni jembe mpya. Tumekuona ukitenda mema, macho yetu hayawezi kataa. Vijana umewapa nafasi, biashara, elimu na kazi. Kapkures wanasema ni wewe, Ronda twakuita mkombozi. Shabab London na Kaptembwa, twajua wewe ni kiongozi halisi. Makana tuko pamoja, umeleta tumaini jipya. Hatufuatili maneno, tunatazama vitendo. Jembe mpya, jembe mpya, makana ni jembe mpya. Kutoka Ronda hadi Kaptembwa, wote wanasema ni wewe tu. Jembe mpya, Shabab na London wamechoka na uongozi wa hadi tupu. Sasa ni wakati wa makana, tunakupenda jembe mpya. Umetufikia kila kona, wazee kwa vijana wote twasema. Uongozi wa kweli tunaona, ahadi zako zimekuwa kweli bana. Hatutaki tena porojo, watu wameamka sasa. Makana twakuunga mkono, jembe mpya wa maendeleo. Kama unasema jembe mpya oye. Jembe mpya oye. Jembe mpya nini? Sasa ile jembe ambayo tumekuwa tukingoja ya Nakuru West, mkombozi wa Nakuru West amefanya nini? Amefika. Sasa mheshimiwa, karibu. Kwani kuna wamama hapa na kigeregere? Mheshimiwa, hizi ni kabila karibu na tunajua wewe si mkabila. That is why we have chosen to work with you. Mheshimiwa, wewe ni mtu wa kabila zote na tunataka tusimame na wewe kwa haki na ukweli na kuweza ikaweze kuendelea. Haya, nikisema inakata tunapata chakula. Sawa, wacha tuanze. Jembe 2027. Ikikata tunapata chakula. Wow, natupiga makofi. Hiyo tumeweka rubber stamp. Hata Mungu mbinguni amefanya nini? Amesikia. Amesikia kuna jembe, na hiyo jembe ikikata tunapata chakula. Kumaanisha we have so much hope in you. Tunasema asante kwa sababu umetutembelea. Na nafikiri sitasema mengi kwa sababu agenda, nafikiri mlishasikia agenda yetu. Sisi ni watu wa kulima wadogo wadogo, kuna wanabiashara hapa, kuna watu wanafanya kazi kidogo kidogo, na sana sana kwa maisha tunaambiwa kuna basic things ngapi? Basic ya kwanza ni chakula, kuna hiyo mavazi na shelter, kwa sababu bila shelter hatuna anything, we are not there. Watoto hawatakuwa na hata sisi hatutakuwa. So tuliungana hivi pamoja ili tuweze kuwa na mahali ndio tupate nini? Shelter. That is the umbrella. Si ndio? Na tunasema asante mheshimiwa, maana umetutembelea. Na agenda yetu ni hiyo. Kama unaweza ona utusaidie, tunaomba msaada wako kabisa. Tunaomba msaada wako. Tunajua ya kwamba tumesikia, mimi nimesikia story mahali na niko na imani na wewe. Najua ya kwamba hata sisi wana millennium tutasaidika mahali. Wacha nisiseme mengi sana. Tuendelee kumuombea huyu mheshimiwa na kila mmoja hapa. Najua ako na rafiki, familia kama mimi kwangu. Mimi niko na mume, niko na huyo ni kura nyingine, mimi kura yangu, niko na watoto. Watoto wangu kuna mtoto ameolewa, kura yake na bwana yake yote. Tukifanya hivyo wajamani, nini ngumu? Hakuna. Amen. Haya, asante. Next is James Ekai on behalf of himself. Habari yenu yote. Kwanza mheshimiwa, karibu sana. Nimesikia story yako hapa Kaptembwa, na sisi tuko na imani na wewe. Saidia, nilisikia ulisaidia mmoja Charorani. Nilikuwa na imani, nikikuona hivi sasa hivi uliingia. Siku moja nilikuja karibu kwako huko juu, lakini nikapata umesafa. So niko na
na hii ndugu yangu. Na tena wakati niliambiwa wanaingia, nikamwambia tuko na imani mheshimiwa atatusaidia. Karibu sana nyumbani tusaidie. Haya, jambo la pili, mheshimiwa, kitu moja wewe unafanya na kupenda. Hiyo ndio kitu ya kwanza nilikuambia kitu. Waliambia vijana wengine kilomita. Na hao vijana tulikutana wakaniambia msisamahani. Akikwambia kitu atakuokoa. So tuko na imani ya kurudia kuokoa. Nikupea mtu hai ajitokeleza, kuongoza, afanye jambo tuone. Ikiwa mbaya miaka 5 kwani ni kitu ngumu. Wacha tusimame pamoja na Mola. Kama vile yeye anatushikilia kuhusu yaba na tenda vile chama yetu anasema sisi tukikuja pamoja tunataka tushikane, tuinuane, tufanye kitu. Yenye tutakaa hivi tunasema angalau si ati tumekaa hivi relax tutangoja ukuje kutusaidia. We have started, we are somewhere. Tunataka kuwafunza. Ukuje ndani na sisi tuingia. Tutasonga mbele, tutasaidiana. And we promise you, Rwanda inakaa hii, I believe watu wengi hapa tumetoka hiyo ya Rwanda. Ni kweli ama uongo? Ni kweli kabisa. Na Rwanda ni kama ukiangalia tuko chini venye tuko nyuma. Kuna venye tumetengwa kiasi. Maendeleo mingi kuna side moja unaona inaendelea. Rwandans kuna vile tunaendelea. So, mheshimiwa, tutakusupport. Ukami tuone changes kidogo. Sio kukupaka mafuta. We are serious. Ukisema kitu, we know what we are saying. So, tunakaribisha. Hii ni Millennium Self-Help Group. Na wana Millennium wamekubali kusimama na wewe. Tuinuane, tusaidiane, tuone kule tunafika. We have goals. Hao wamama vile unawaona hivi wapapa hawa ndio kusaidia wamama. We move to Stephen Gachiko kindly. 3 minutes. Na mheshimiwa tuko na imani alianza kitambo, lakini yeye alianza chini chini, akaniambia tulia. Mimi nilimwambia ndugu yangu Magana, kazi imeanza, niambia wacha kidogo wewe. Sasa ni mimi vile ninataka picha pale ya maua, lakini tukiweka picha tulikuwa huko kwa forest. Sasa tunaanza maua negative ndio mimi sasa. Nimekuomba sasa nianza kuzungumzia hapa ndani. Ni pasende vitu ni ya kinagana. Sisi tunakuwa na wachache. Ukishika hawa mama ndio wale ambao wanatakia kula mingi sana. Sasa tunakuomba kwa sababu umeingia leo, nasikia kwa mtandao hivi kwa hapa haipo hizo na jiji. Kapteni unaonekana kila mahali. Si raundi umeanza kwa juu. Gacha ni bora. Hapa sipo nasema kitu au kanisa. Na ukifuata vizuri hizo zote ni za sababu sasa hivi ukiangalia hizi kula ambazo hapa inaelekea tunataka mrudiane. Wale mwenye wala ambao wamekaa wakae sita bedroom. Mheshimiwa. Bora ndio hii. Basa. Yes. Huyu jamaa amekuwa akinipigia simu kunitafuta. Hatujakutana lakini leo lakini mimi nilikuwa nimeanza. Kama leo hata ungekuja hata na t-shirt. Moja hivi lakini umeanza. So next time na wanataka mahambure. Ni hao wanabiashara wale wadogo. Washaduka. Kidole. Paka tatu. Eti aina. Change is inevitable. Change is inevitable. Hai. Tuweze endelea hivyo bwana. Wacha tulete mabadiliko. Hawa vijana wako hapa wapate kazi. Hii mambo ya kununua mashamba za watu hizi hapana.
tupate kazi. Stage hata ifunguliwa hapa nini? Inaitwa acha hapa chini. Everett inataka very wide stage hapo watu waende. Sisi tunaenda town kufanya nini? Kupanda magari. Tunaenda kwa darasa unapanda gari. So mheshimiwa, maendeleo tunajua manifesto uko nayo. Ni kusaidia kila jamii. Watu waendelee. Watu wasome. Hatuna hata shule ya bodi hii na West hakuna. Ni shule gani ya bodi ni ya girls boys iko hapa? Iko. Na mumekaa. Haya bana. Lazima tuamke. Hiyo tumekataa. Maendeleo ikikuja tutapata mambo ya mashule, ikuja boarding, tufungue TVET institutions, watu tufunze. Si mnajua mimi ni mwalimu. Wanaenda kufunza mawe. Nilete wanafunzi TVET tufunze. Watu waamke. Hebu badilika. Tuko na imani tu. Tunataka jembe mpya. Ama si hivyo wana millennium? Jembe ni mpya, watoto wasome. Sasa kama mimi kuna siku nimeandikiwa pasari. Hiyo pasari nimefuata kama nimeandikwa mara 3, lakini ni jina, si pesa. Ni jina tu kwa karatasi. Sasa tunaona ni kama sasa hiyo kitu haijatupeleka vizuri. Lakini ukienda kusema nimefiwa na mzazi, jueni vota, unaweza pewa 10,000, unaweza pewa gari. Lakini sasa mtoto shule unaandikiwa unapewa 10,000. Karatasi tu na kalamu, hakuna pesa. Sasa mheshimiwa, tunaomba tu tuko nawe unyo kwa unyo. Nyuma yako ni wewe. Sisi wote sidhani kama kuna mwenye ataenda kando. Mheshimiwa tu tunaomba usimame na sisi, simama na London. Hatujaona kiongozi akikuja London ward kwa wanachama, lakini wewe umefika. Tumekukaribisha sana na ni furaha kwetu. Mimi naitwa Janet Mora, treasurer kwa hii group. Asante sana. Utaita Faisi kwanza. Ndio mchezo washa walianza. Unaona mahali hapo? Chembe mpya. Sina hitimisho ya kuongea mheshimiwa akiwa kama nimevaa kofia. Nimeheshimu sana. So mimi kwa majina mnajua naitwa Maina Benson Koma. Mimi hapa leo sio chairman, mimi ni secretary ya Millennium Self Help. Sisi tumetembea na ukiona mheshimiwa tumejipanga. Mingi asifanya vile tumefanya. Sisi tulianza tukiwa wachache. Tumetembea mpaka unaona leo tuko karibu watu 30 hapa. Na labda wengine wako njiani kwa sababu leo ilikuwa ni siku ya kanisa mjini. Agenda yetu kuu wakati tulianza kama Tembo Panga. Tulianza hii chama tukiwa watu wachache sana. Hakuna usemi ya kutosha. Mimi mheshimiwa sijaikaa na mtu ambaye ile design unafanya maneno yako is an amazing, is on another dimension. Hakuna mtu akukufikia. Wacha tuseme ukweli na mtaona tu. So mheshimiwa, wacha niachie hapo. Nimesha nafasi kwa chairman. Nafikiri utaendelea na nafasi ikipata tutaongea. Thank you. I'm Jasper. Once a leader, na kuna siku hiyo kitu itatoka. You are a leader. Bali. Na sasa Nakuru Town West imekuwa privilege this time round. Wata Mungu anasoma kuombea kitu yako. Imekuwa tukiteseka kulia music communication. Ndio unasikia pasa sina bonus. Tu hata ataenda pale ameachawa ofisi ameachiri watu. Yeye mwenyewe anaona tu karatasi hapo lakini pesa zimeingia kwa mfuko na hapo inaingia kwa mfuko. But we kwa graduate hata mtu anaweza kida hivi tu na haiwezi kutakana. Sasa unasikia mwenyewe hawajaji. I think
sure tunaamana workshop. Kitu tunaomba tu tusaidie. We talk without an office. Watoto wetu wameteseka na kutumiwa. Kuna wounds unasikia. Kuliko mtu alipe school fees watoto wasome. Unapata ana launch kitu mahali kuliko hata apea wa mama wenye wanakuja kumshangilia hapo, anapea wounds, wanaroketi tu hapo around wasikie ni nani anaongea vibaya, aenda kujabu. Hatutakuwa tunaishi hivyo. London tumekaa kwa muda na hiyo uongozi, lakini haisaidii. Ndio umesikia unaenda kwa mlango ya hotelini, uko kwa nyumba pale na anakuona kwa sisi. Lakini anataka kupiga simu, akwambie sawa nimesikia aenda tutaongea kwa simu. Hiyo ndio umeacha. Sure. Hiyo uongozi inataka tuelewane. Nimekufanyia hivi, nifanyie hivi. Tumekutuma kama ambassador, kuja tuambie nimejaribu hivi, imeshindikana. Tufanye nini tena? Tukupe mandate. Tutatangulia tukufuate nyuma. Tusukume hiyo kitu mpaka ikuje. Since independence, na kudown west. Hatujaiona boarding school. Hiyo ni one. Hatuna modern market. Hata modern. Ilikuwa nataka kuja pale tu kwa mapato yanaenda kujenga nayo. Hata tutaweza kuchukua mpaka mahali inachenga shedi sana. Pale nini? Kabara. Na hiyo ni pesa ya wananchi. Tunaomba tutafadhali. Another thing, Nakuru Town West, hatuna hata stage. Nakuru being a city, being a county, tuko na sub-counties, which is Nakuru East na Nakuru Town West. Kitu iko East inafaa kuwa West. Koti kama iko East inafaa kuwa West. Because tunatoa uzuri yenye natoshana huko hapa. Hatuna kama nyinyi mtatoa mnafaa kufanyiwa hivi. Ni vile hatuna mwenye anafuatia hizo vitu. Time. Haya ni man. Nachoka kimia. Sisi tunakupea mandate. Wacha sisi tufanye kazi yetu ya kutafuta ya kuwa being ambassadors for you. Na wewe chua vitu sasa siwe nzuri, at least hao watoto wetu wamewekwa kwa mateka ya kwa wounds, kindly wapate kazi ya kufanya. Kama mimi niko na garage pale, kuliko apewe yule kijana pesa ya kukunya pangu, akuja mlipie school fees pale, sitamfunza. Atoe nusu na mimi nimlipie nusu. Sitamfunza. Atio hapo na kazi kwa. Kuliko tutafute pesa kidogo alafu na hatutaendelea. Tutakuwa wetu lakini ile kunyanyaswa iko juu. Hata sisi tungekuwa marando kigwetu kivyetu tutsende. Lakini pia ile kidogo tunapata kwa sababu tunaona tunachanga. Please jitoshe na kuongezea kidogo na benki kidogo. Ile tunaendelea na hiyo process, at least kila mtu hapa akuwe na road ile kunyanyaswa sasa, at least heshima itarudi. Asifiwe tena. Mimi nafikiri nyinyi wote mnanijua kwa sababu London, hata ingawa siishi London, London nilikuwa kila wakati. Kwa majina naitwa Murachake. Last week nilikuwa London matanganyika hapo. Si unaona wengine wanasema Murachake wanasikia. So walikuwa wanasikia jina lakini hawako wanajua Murachake ni nani. So Murachake ni peke yangu. Hakuna mwingine. Na tuko na jembe wakulima ni akina nani? Sisi. Wengine wanasema hatuna shamba. Unajua wengine wanasema shamba iko wapi ya kulima? Tunawaambia wakwe waerefuke. Ndio maana tuko na kijana Gen Z. Mheshimiwa Makana. So hii safari si rahisi. Lakini tukiwa na nyinyi ni rahisi. Si kweli? Tunasema ni kisiki. Kwani kisiki si jembe. Nikienda kungoa visiki sijembe na ng'onga visiki. Si tuko na jembe hapa. Hiyo kisiki tutangoa. Nani anasema hatuwezi no? Hatuna. Sisi ndio tulitaana hiyo uongozi wa miaka 15 na sisi ndio tutangoa hiyo uongozi. Hakuna kitu ya kupembelezana. Kama ni mbaya ni mbaya. Kama ni mzuri ni mzuri. Dike na mimi sisi gani? Ndio hiyo. Gani?
Si ndio? Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Sasa bado tutakuwa kwa imani. Angalia kufikia mahali ambapo mko kwa 1400 haipoanza jana. Ilikuwa ni kidogo kidogo, lakini mkakuwa na imani na yale ambayo mnataka kuyafanya. So mmejitolea, mmekuwa na commitment. Hilo ndio jambo ambalo tunataka kulipongeza, kwa sababu amkai kungojea mtu awasaidie, na kusaidia ni sisi. Ya pili, kuweza kuja pamoja inawasaidia sio tu kwa kufikiria mambo ya maendeleo, lakini pia mambo ya kijamii. Socially mnapopata shida, hili ndio kundi, hapa ndio nyumbani. Hawa ndio watu. Chama amesema alipokuwa na mtoto mgonjwa alikuja akawaelezea. Ugonjwa is not part of your program. Lakini mnapomfika karibu, mtembelee, mumsaidie, inaleta huo pamoja. Ya tatu, nimeona kwamba ni kundi ambalo halina mipaka, halina ukabila, halina miaka. Ni kundi ambalo ni la watu ambao wako na lengo moja. Ninawapongeza na muendelee hivyo hivyo. Nimeshangaa na kitu moja. Mimi naishi Kapkures. Na Kapkures pale tunaamini ya kwamba London ile ya ukweli na kuruhi inapatikana London. Sasa leo umenishtua. Kwa sababu huku pia tunaambia mheshimiwa, si ukuje ng'ambo hii utusaidie. Maana lami iko huku. Watu wa kunywa chai iko huku. Sijui nini iko pale. Lakini nimepata kwamba shida iko. Watu wetu msikumbazwe na mtu kuwapikia chai siku ya Jumapili. Unaenda huko kunywe chai na kisiri ya mikate. Alafu kuzenda hapa mnazunguka tu ati kuna kiongozi kama huyu atawahi zaliwa. Kufanywa mjinga ili uweze kutegemea mtu. Jitoe, jisimamie. Nani amesema huwezi kuwa landlord? Unaweza. Nyinyi wenyewe mmejitoa kwa ile mawazo ya kipumbavu ya kwamba sisi hatujiwezi, lazima tufanyiwe. Na unapotoka hapo, hivyo ndivyo umeerevuka. Mambo mengi haya tunaambiwa tujue kwamba vitu, pesa ya CPF ama ya basari ni pesa yetu. Mtu kukutishia hapa na pesa yetu ati kama mwezi ni chagua siwezi wapatia. CDF iko kila mahali. Ukienda Rongai utapewa. In fact, nimeona watu wakitangaza hapa sijui constituency gani na colleges. Hiyo ni vitu ni ndoto na Turkana West. Ndoto. Watu wanajua kwamba ukipewa basari ni form 1, term 1, ikwishe hivyo. Alafu ndio uzunguke hapo ukisema kama hatuwezi tika kura, hatuwezi pewa basari. Ufanye maamuzi ambayo yatatusaidia. Mimi si mhubiri sana, lakini ninajua Biblia kidogo. Kuna mahali ambapo watu wameambiwa kwamba leo hii chagueni baina ya uzima na mauti. Na unaambiwa kwamba chagua mauti, chagua uzima uishi. Si ndio? Lakini na Town West watu wameambiwa kwamba chagueni baina ya maendeleo na mauti. Lakini wengi tuko kwa mauti. Hiyo ndio story peke yake. Tusipochagua, tukiwacha alama, nani atanipeleka nyumbani nikikufa? Yaani akili yetu inazunguka kwa 10,000 na basi. Tuko sawa kweli? Yaani tunapojiangalia, hata mimi naibika kukaa hapa, watu wanaponiuliza kwamba yaani akili yenu tu wewe umeishi tu kufikiria kukufa ndio usaidiwe. Na upewe 10,000. Na hiyo 10,000 usimamishwe, uzungushwe, simama juu, piga makofi, maua siji. Kama unapiga kura na kura. Sisi tutaweza kuja pamoja tukisaidia. Lazima mtu atusaidie huyo mmoja na 1000. Wale watu wengine hawasaidii. Kijana hapa. Na ni heri tuchague maendeleo badala ya kuchagua mauti. Ndio hiyo. Haiwezi kuwa kusaidiwa, wewe ukisema tu nimefiwa unakaribishwa. Lakini ukienda mambo mengine unaulizwa mimi nilizaa na wewe, mimi ni bibi yako, mimi ni baba yako.
lakini inakaa hiyo ndio mnapenda. Inakaaje kama huyu mheshimiwa akae akuje mmemuita asimame pale nje alafu anasema wapee simu, chama ni wapatie simu wameongelesha. Na umefika kwa boma ya mtu. Ni wakati wa kufikiria, tusidharauliwe sana na tusijieke sana kama tuweze kuwa na viongozi ambao wako na maono. Wacha niwaambie kwamba maono yataweza kupeleka mbali. Inawezekana hana pesa ile ya bilionea mwenye ako huko London na nayo, lakini ako na maono. Hii chama ya Millennium niko na uhakika haikuanza na 1000 hata 200 kwa account. Haikuanza hata na shilingi 1000. Watu walikuja wakakaa na maono. Wakafikiria wakaona kama mimi nikileta shilingi 100, huyu akileta 200, huyu akileta hivi tutafika 1 bilioni. Na simu kwa? Na simu tutafika. Uweze kuchagua mtu ambaye ako na vision. Ningependa kumwalika mheshimiwa awasalimie. Hamjambo. Hamjambo tena. Bwana asifiwe. Amen. Kwanza nataka kushukuru viongozi wa hiki kikundi cha Millennium. Mko na viongozi wazuri wakiongozwa na ndugu yangu Ebo Chair hapa Obes. Walinitembelea wakiwa na pesa na timu secretary, wakanifundishia yale maono mko nayo kama kikundi. Nikawasikiza, nikawaelewa na nikawaahidi siku moja huenda nikaweza kuwatembelea. Ndio maana leo hii niko hapa. Na mimi ni mmoja wa wale I say what I mean and I mean what I say. Huenda nisiwe na rasilimali ama na pesa, lakini maono niko nayo. Ile wenzangu wameshaongea hapa, wametoa mfano mzuri wa hiki kikundi chetu, na nyinyi wenyewe kama wana kikundi hiki, mulipoketi chini hamukuwa na pesa, mulikuwa na maono. Ndio maana wazungu wanasema a good idea can be modified to be a better idea. Nilimsikiza dada yangu hapa Rose, aliongea vizuri sana. Pia nikamsikiza dada yangu pale. Ni wenye maono na kusaka. Na hiyo ndio picha inaleta mtazamo mpya ya kwamba wanachama wa hiki kikundi cha Millennium ni watu wako na mwelekeo thabiti, na ni watu wanapenda wenzao na wanapenda wenye kikundi. Huenda mkaweza kuwa wengi kwa kikundi, wengine huenda wakalemewa kidogo. Msiwache mbali, kwa sababu sisi zote ama sisi wote hatutoshani. Na kumbuka ya kwamba mpanda ngazi Waswahili husema ajanikae kwenye mpini afi na njaa. Mpini ni ile sehemu ya kushikia nini? Jembe. Ukijanika pale huwezi kuwa na njaa kamwe.
tujikaze kwa udi na uvumba, na nimeshangaa sana ya kwamba hiki ni kikundi kilicho katika wodi moja ya kiongozi na akichai tembelewa, akijai saidiwa. Kwa hivyo vile vikundi vilivyo mbali vikilia, vitaweza kuamini kweli yenye mtaweza nena? Musife moyo, huenda tukafika pale. Ndio maana tunasema vijana wetu wametumika vibaya kwa muda mrefu. Ndio maana nikaanza kwa kuembawa wale vijana pale. Ni vijana wenzangu, wengine wamejiingiza kwa shida ambazo wanamalizia kuingia huko gerezani. Juzi nilikuwa pale kufungua ofisi ya kikundi kimoja kinaitwa Reshape CBO. Nia ya hiki kikundi ni kuhakikisha kwamba wale ambao wameajiliwa kutoka jela, wamewekwa katika mpango wa kusaidika, wapangiliwe ili wasaidiwe wajianzishe maisha yao ama safari ya maisha afresh. Na nyinyi najua nia yenu ama mipangilio yenu umeiweka ya kwamba nanyi angalau wanachama wa hiki kikundi, wana kikundi wote, angalau mkaweze kuwa na makao katika mji huu wa Nakuru, si ndio? Na hiyo ndio safari, na huo ndio mtazamo, na hayo ndio mambo yale ambayo tunatazamia kuona watu wetu wote. Ndio maana wanasema let us work in a way that tuangalie watu wetu wa Nakuru Town West 60 to 70% wawe above the basic needs. Kuwa above the basic needs, it doesn't mean you are rich. No, you are able to afford and do common things commonly well. Kama chakula, kukula chakula ugali na mboga, uwe ni mtajiri. Kupata sukari, ukunywe strong tea ama upate maziwa, uko wewe ni tajiri kweli? Sasa our 60 to 70% wakiwa above the basic needs watasaidia wale 20 to 30%, lakini upate wengi wetu 20 ndio wako above the basic needs, watamezwa na wale wengine. Ndio maana unaona kuna ugaidi, kuna ngeta, mtu anaangalia likilala, mtu akilala njaa siku 2 3, siku ya 4 anafikiria nina masiku ya 3, either aende kuiba ama amalize mtu ili aweze kujisaidia kujiokoa. Na hiyo lazima tutafute mbinu na tutafute suluhu la kudumu kwa watu wetu ili tukaweze kuwaokoa. Soko, uliona soko letu hapa la Kipe Kaptembwa limebadilishwa bila kuhusisha, without having public participation. Na trade is a devolved function from national government to county government. Imegeuzwa, imewekwa car wash. Car wash inasaidia community nini? Hata kuna gari zinaoshwa huko. Wenzangu, tufungue macho, tujue dhamana iliyo katika bunge letu. Na wakati umefika, tunaambiana ukweli. Tumetoka wapi, tuko wapi, tunaelekea wapi, na ni akina nani tutaweza kuhusisha katika hii safari ili wakaweze kutuelekeza kwa njia ambayo tutaweza ishi kama wanadamu. When my time comes, ningependa jamii zote tuziweke katika welfare. Besides having zile welfare zenye mko nazo ili waweze kujisaidia,
Ndio maana huyu ndugu yangu anaelekeza kikundi moja ya jamii ya Wakisii. Naona mmoja wao akipata shida wanachanga 100 shillings, lakini wanapelekea mwenye aliye na msiba ngapi? 78,000. Sio ni kazi nzuri? Na that one only can be realized if we ensure that tumembawa hawa mama wafanye biashara zao. We have empowered and inspired these youths so that they can achieve. Mimi sitafuti kazi. Kama kungekuwa ni kazi ningekuwa natafuta, I would have done application. Lakini mimi nataka kutoa huduma kwa watu wangu. Mimi niko tayari kuwatumikia. Cha msingi ni kuwaomba muweze kunishika mkono, muweze kuwa mabalozi wangu wema, muweze kuwa marafiki wangu wema kwa hii safari ya mabadiliko ya Nakuru Town West. Huo uongozi lazima tulete mabadiliko. We need to upgrade this leadership. Ndio maana tuweze kuhusisha kwa kila mmoja wetu aweze kuchangia kwa mawazo yake. Na manifesto yangu wakati huu mimi sitaitoa, ni nyinyi mtachangia ili niweze kuitengeneza. Vile mtaweza kunielekeza ndivyo na mimi mtaweza kuwa na nia ya kutembea na mimi. Na niko na uhakika pale tutafika, tutatembea pamoja na kila mmoja atafurahia. Mambo ya masomo tutaiangalia kikamilifu. Na masomo wakati huu sio basari ya high school. Tutaanzia ECD. Tuhakikishe ya kwamba hizi shule zote ziliopo katika bunge la Nakuru Town West, wale watoto hawa kama mmoja nimeona hapa, tumeweka mazingira ambayo yaliopo vizuri ya kuwawezesha wafanye vizuri, wapite vizuri, tupatane na hao kwa shule la upili, tuwapatie basari. Na tusimalizie hapo, tuwafuatilie. Ni wangapi wanaenda chuo kikuu? Ni wangapi wameenda these colleges? Ni wangapi wataenda polytechnics? Tujiulize, turudi tujiulize, tuko na hiyo polytechnic hapa? Those are the things we need to focus. Mahali penye amungefika, hao watoto mkiwashika vizuri mkono watakuja kuwasaidia. Siku nyingine nilikuwa nauliza hata wenye nimetoka kuwa nao muda mchache umepita. Hapa Nakuru kuna primary school mbili. Heshima na Kaptembwa zimeshikana. Na tunaendelea kuimba tu kuziona vile ziko. We can't convert one to be a boarding school. Na ndio nauliza watu, do you know what a boarding school can offer? Subordinate staff, sio ni kazi? Yes. Wamama kikundi chenu mfanye suppliers, sio ni kazi? Yes. Si wengine watoke huko wakuje hizo shule, sio ni pesa kwa kuimprove ya Town West? Yes. The same as a market. Juzi nilikuwa nauliza kuna some communities even where I come from, like the Kisii community. Hapo ndio ndizi utoka, miwa, avocado, mananasi, yote inakuja, tunaipeleka wapi? Hatuwezi kuwawekea market hapa na sisi tuweke watu wapate kazi hata tutafute stage hapa. That is the only way we can empower people. Ndugu yangu hapa vice chair amesema ako willing kwa sababu akona kipawa fulani in the field of mechanics. If we can partner instead of promoting hooliganism, tupeleke wale vijana pale na agaramie na sisi tugaramie, sisi tutakuwa tumewasaidia, wataweza kuwa na skills. Na hiyo ndio safari tutatembea sisi wote. Tujue mechanics ni wangapi wanalanguish huko nje, carpenters ni wangapi, electrician ni wangapi, walimu ni wangapi wamehitimu na hawana kazi.
na njia ni gani tutaweza kuweka mwafaka ili tuweze kuwa na utaratibu ambao tukaweza kuumisha kila mtu kwa hiyo safari ya kuwasaidia. Na langu ni kuwaomba, tembea na mimi. Nikifika pale nitawaletea. Na hiki ni kikundi ambacho nataka nikihusishe nacho, nikiona kikipanuka. Nimesikiza treasurer record yenu vile ameinena, na hii ni kujitolea. Mmejikaza kwa hudi na uvumba kuona ya kwamba munaelekea mahali ambapo hata mkiendea mkopo kwa bank mtaweza saidika, na najua maono yenu na ndoto yenu itatimika. Nani singependa kuachwa nyuma, na pia ningependa kujihusisha na nyinyi kwa kuweka mkono pale. Kwa hivyo I want to be the first person to empower a welfare which is in London. And I want to give my contribution of 20,000 kwa hiki kikundi, na wanawaambia hapo haitakuwa mwisho, tutakuwa tukitembea na ninyi na nitakuwa nikiwafuatilia. Sina mengi ya kusema, ningependa niachie hapo, na nawatakia jioni njema na kila laheri, na Mungu aweze kuwa na nyinyi.